Ya Mwenyezi Mungu, kama ulivyoona ninafaa kuwepo kwenye hii dunia, basi naomba unifanyie wepesi kwenye kazi zangu, nisipitie matatizo yoyote, nisipitie migogoro yoyote, kazi zangu ziende bila kupinga. Amin. Kweli wewe ni mwili dhaifu sana. Wewe nani? Unajua unachokifanya ni zaidi ya utoto, na wala hakitokuwa na manufaa yoyote kwenye maisha yako.
Kwani wewe unataka nini kwangu? Mimi ni yule kijana mdogo uliyekuwa na maono, uliyekuwa na ndoto ya kuwa mwanajeshi. Yaani wewe ulitaka mimi nifanye nini? Kwa hiyo wewe ulitaka mimi nilazimishe sasa kwamba vitu vitokee hata ambapo haviwezi kutokea? Au unadhani mimi napenda ya maisha? Hebu nisikilize wewe. Kwa mikono yako, kwa juhudi zako, umeipoteza ramani yako. Eti kwa sababu ulifeli shule. Hivi uliwahi kujua kivuli chako kinajisikiaje? Kwani wewe ni nani? Yaani wewe ni nani kwani? Kama unaona hivyo basi ungeenda kwa hao basi wenye mali, hao wenye mafanikio. Kwa sababu unakuja unaniogopesha tu. Mimi ni wewe. Unachokipitia kwenye maisha yako ndicho kivuli ukipitia. Unajifanya wewe ndo mimi, mara hivi sijui ndo kivuli chako. Tana na mafuta sasa unga. Umetokea kwenye nyumba ya mtu, hausemi vizuri, unaanza kuwatishia watu. Mara mimi ni wewe, yule mdogo. Mimi kivuli changu hicho hapo. Mdogo. Wewe tunakuja unajiita wewe ni mimi. Hello? Nimekutumia message naona hujajibu. Ha? Wewe jamaa vipi? Nilikuwa nataka kukwambia kwamba naomba mimi na wewe tufikie mwisho wa haya mahusiano. Nisikilize. Mimi si mwanaume wa aina hiyo. Haiwezekani kila siku inayokwenda kwa Mungu kwenye kitanda chako kunakuwa na mwanaume mpya. Ninajua wapi napokwenda, nini nakihitaji na nini natakiwa kukifanya kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nimefanya maamuzi nikiwa na akili zangu timamu. Kwani mwanangu, kama unaona labda mimi nazingua nini, sio ukatafuta sehemu yako ukae. Wewe kirahisi tu mtu unakuja kumwambia sijui ni nini mambo yako ya ajabu ajabu hayo. Nilikuwa najaribu kuangalia message zako hapa. Yaani mwili wako hata sisimizi anaujua. Yaani mwili wako ni rahisi kiasi kwamba pesa ina uwezo wa kununua. Eti kwa sababu tu mwanamke analipa kodi, mwanamke anakufanya unavaa vizuri, hata kama wewe na wapuzi wenzio mnajidanganya kuwa mmepata, kumbe imepatikana. Sasa nisikilize. Mimi ni wewe. Lakini mimi nina uwezo wa kufanya chochote bila kukutegemea wewe. Hello Lisa. Nisikize Kevin. Kwa hiyo umesahau kama nilikuokota jalalani kama chokoraa? Au unajiona kidume hadi unaniacha kwenye simu kama nimekuwa vitoto vya 2000 mimi? Kwanza kwa pumzi gani ulokuwa nayo hadi unionee wivu wanaume ninaotoka nao? Ulijua pesa nazozipata au nazokupaga nazipataje?
Na kuhakikishia utarudi Mwanza kwa miguu, mbwa wewe. Asante sana kwa muda wako Lisa. Ukaacha viti vitupu, sauti zenye kumbukumbu. Natamani isiwe kweli, natamani iwe hadithi ya kusimuliwa tu. Maumivu haya yamenibeba kuliko vile naweza, hata tukiumbwa utu, ningechagua wewe tu. Haya, karibuni sana. Sikieni mpo nyumbani. Karibuni. Karibu sana. Sasa wewe bwana Tariki, wewe naye kweli na wewe mpaka unisumbue mimi kuja kukupokea huko wakati hapa nyumbani unapajua. Tariki bwana. Karibuni sana. Tulizichora ukutani, ulizikata bila kuangalia waliobaki, uliacha maswali. Vipi? Kwema lakini? Bila mili. Tulizaliwa kweli kuumizana, kulizana makosa. Hivi wewe Tariki, ulikuja kwenye maisha yangu ili kuniumiza? Tena ukaamua kunichiti na rafiki yangu. Yaani ni kwa nini unapenda kujizima data? Unajifanya kusahau vitu ambavyo vinavyoendelea kati yangu mimi na kwa nini? Hebu jaribu kuniambia ni kipi unachonifanyia ndani ya nyumba? Nijisamie pia mimi ni mwanaume ambaye yupo ndani ya nyumba kweli. Ni kipi niambie? Yaani kila siku unakuja nyumbani unakaa. Sasa ndugu zangu, msikilizeni. Kama bado mlikuwa na hamu ya kuendelea kugombezana, msingekuja hapa. Sawa? Lakini mko hapa kwa sababu tunataka kutengeneza. Kwa sababu tunataka turekebishe pale mlipo haribu. Yaani kwa kusema hivyo, haimaanishi kwamba na kuunga mkono Tariki wewe kumsaliti shemeji yangu. Ila ninachojaribu kusema ni kwamba inabidi tukae, tuangalie namna rahisi ya kutengeneza ili swala lirudi, penzi lenu lirudi. Lakini sasa kwa staili hii tutafika kweli? Hapo sawa bwana Kevin. Hebu niambie kitu kimoja. Umemwona wapi mwanamke ambaye anamkoromea mwanamume wake anavyonifanyia mbele yako? Alafu turudi hapa. Hebu jaribu kuniambia ni lini umenipa penzi la kweli kwenye nyumba? Na ni lini umenifanya nijihisi nipo kwenye maisha ambayo sijawahi pata? Alafu unanifanya niende nikapate maisha hayo nje ya nyumba yangu kweli? Kwa Tariki, umeamua kunitukana, si ndio? Tena umeamua kunizalilisha mbele ya rafiki yako. Kwa hiyo ulishindwa kuniambia toka mwanzo, umeamua kuja kunizalilisha mbele ya rafiki yako, si ndio? Kama chanzo kilikuwa ni hicho, ulishindwa kuniambia. Umeamua uje ongea mbele ya rafiki yako, si? Tena nawe shemeji, ungekuwa upande wangu mimi. Ila sio kumnani huyu hapa msaliti. Kanisaliti kaamua kutoka na rafiki yangu mimi. Sasa shemeji, watu usihangaiki. Yaani mpaka sasa hivi mimi niko upande wako. Niko upande wako kabisa, nimekaa nimetulia. Alafu wewe usinitolee macho. Usinitolee macho kabisa. Kwa sababu hata ungekuwa ni wewe, shemeji amekusaliti, lazima ungempiga. Tena ungempiga kwa nguvu. Sawa? Kwa hiyo umekuwa nyuma ya mwanamke ambaye yupo tayari kumpiga mume wake. Si ndio kaka Kevin? Mimi hebu niambie, kuna siku nishawahi kusumia mkono wangu mimi? Au kuna siku nishawahi kushata kidole changu kunyoshea hivi? Ni kwa nini niko sada mbele ya rafiki yangu pia? Alafu pia Kevin,
Mimi mwanamke ndio akinisaliti mimi, ni bora rudi nyumbani kwao, sawa, kawaida. Ila sisi wanaume ni kawaida kuchiti bro. Wanaume wewe na nani? Usiongee kwa wingi, yani usituchanganyi. Usitafute backup, usitafute msaidizi. Usitafute upande. Wanaume wewe na nani mnachiti? Baba, ili umechiti wewe. Yaani usilazimishie tuwe mapacha, tuwe blood. Hapo umechiti wewe mwenyewe, hili kosa ni lako. Kwa hiyo usiongee kwa wingi. Yaani katika vitu ambavyo unanishangaza, unajua Tariq, kwa mwanaume kuchiti ni jambo la kawaida kabisa. Sawa? Lakini unanishangaza. Yaani kwa nini unafanya mpaka mke wako anajua kuwa wewe unachiti? Kwanza sijaruhusu jambo hili litokee. Limetokea tu by mistake. Kabla yote inabidi kwanza nikupatie story inayosababisha mimi ni mchiti shemeji yako. Una demu ambaye niko naye siku hizi bro. Yaani demu ambaye niko naye siku hizi, wewe mwenyewe ukimuona kwanza, sawa? Ametulia, mrembo sana, tofauti na shemeji yako. Alafu kuna utofauti mkubwa nyumbani. Yaani nikimkuta shemeji yako nyumbani kwangu mimi, namkuta mtu tofauti. Yaani kunirekebisha mlangoni kwanza, anakuja hamuna takunibusu, anakuja anaunga huku, anakijora. Yaani hayupo sexy. Unaona? Yaani hayupo, yaani yupo tu. Hayupo sexy bro. Tofauti sana na shemeji yako wewe. Huyu wa pili huyu, balaa. Yaani kwanza nikafika nyumbani kwake yule, kwanza anapokukaribisha wewe, mashallah. Yaani mtoto unamuona anakuja yupo sexy. Ukisema kuhusu sexy ya mwanamke, yupo sexy. Anakuja amevaa kama kachupi fulani. Maziwani imekuwa pale vizuri, unaona kakitofu pale kwa mwanangu. Yaani unaona kila kitu, unamuona unasema mke wangu huyo. Yaani akakukaribisha kabusu pale. Smart. Unaenjoy. Yaani wewe unafurahia maisha. Namshukuru Mwenyezi Mungu maana tumetatua ile shida limeisha. Hii bana, hii kitu ishaisha. Mpaka sasa hivi ishaisha. Naona. Ila nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi wewe una utaalamu wote na labda mambo ya mizimu, kukutana na mizimu? Baby. Kevin. Hey, Kevin. Huyo achana naye bana huyo. Kevin, wewe kaendelea kucheza na game bana. Kevin, huyu ni Lisa mimi naye mjua au kuna Lisa mwingine kajitokeza? Ni huyo unayemjua wewe. Bwana Kevin, tusijisahaulishe bro. Mimi ninavyojua Lisa sio kumfanyia hivyo. Mimi ninavyojua Lisa ndo anayelipa kodi ya nyumba. Anafanya management kwako wewe. Huwezi ukatoboa sana bila Lisa. Nakusikia. Kwa sasa hivi kila ninachokifanya mimi
nataka kitokane na nguvu zangu mimi mwenyewe. Sitaki kutegemea mtu yoyote. Sitaki kuishi kwa kutumia mwili wangu ili nipate mafanikio. Nitatumia vipaji nilivyopewa na Mungu kufikia malengo yangu. Okay. No problem. Sasa kwenye pita zangu leo nimekutana na shangazi. Alafu shangazi nimekubali mwanangu. Na nimekubali kazi zako zote unazofanya. Yupo tayari kutusupport. Na nataka tukutane naye kesho. Alafu yule mshangazi bro. Shangazi lile kina hela kibao. Yaani yule sisi tunafanya kazi. Yaani kama ukisikia kutoboa inabidi tutoboe.